Katika kufikia malengo hususani kwa mwanafunzi wa kike, kwa changamoto nyingi anazokutana nazo ikiwemo swala la ujauzito. Jacqueline Yusufu ni mwanafunzi aliyekutana na changamoto hiyo, lakini bado hajakata tamaa katika kuifikia ndoto yake. Maana na nia na lengo na malengo pia ya kusoma, na nashukuru kwa hii siku msichana kurudishwa shuleni, maana imenipa pia nafasi ya pili katika mambo yangu mimi hapa hivi. Ni watu tu wananicheka, wananisema vibaya, yani wananyanyapaa. Mimi nimeona ni fursa nyingine tena kwa sababu ninatimiza malengo yangu. Mabinti kama mimi waliopita changamoto kama hii ya kwangu, yani ninawaomba kwanza wajifunze kutokea kwangu na waangalie vitu nilivyopitia mimi, na pia wao ninawashauri kwamba hivi wasikate tamaa, wasonge mbele. Ushauri unatolewa kwa watu wa kike, kubwa ni kutokata tamaa. Kuna msichana hapa ametoa mfano wake. Alipata ujauzito akiwa kidato cha pili. Kwa hiyo hakukata tamaa, pia aliteseka ndio, lakini hakukata tamaa. Hata mimi nimejifunza hivyo. Lakini na washauri wasichana wenzangu, tusikate tamaa, tuendelee kusoma ili tuwasaidie wazazi wetu. Wakipata mimba wanaishia pabaya, wengine wanaolewa na watu ambao hawajawapenda, hali ambayo inawapelekea wengine nyo kuwatupa watoto wao makorongoni, chooni na kadhalika. Kwa hiyo elimu izidi kutolewa kwa watoto wa kike. Swala la kumsaidia mtoto wa kike si tu la serikali, bali linajumuisha jamii pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali. Hapa viongozi wa kimila wanatoa rai elimu hiyo kuweza kufika mbali zaidi. Hii tunaishukuru sana, ili shirika la Okoa imetusaidia sana, hasa kwa wale watoto ambaye sijui nisemeje kuhusu kuchezea shilingi chooni wakapata mimba. Sasa hivi nao wamepata bahati ya kurudia kwenye ndoto zao ile elimu. Nadhani tukienda hivi ili shirika litatusaidia. Lakini nataka nishauri hata ili shirika lisibaki kufata sekondari, kwa sababu huku watoto waliotoka kijijini tayari wanasoma huku. Kule kijijini ndio kuna matatizo. Kama jamii tumeshaiona kwamba na umuhimu mkubwa wa kumsomesha mtoto wa kike sawa na mtoto wa kiume. Kwa hiyo swala hilo halina mjadala sasa hivi katika jamii yetu ya kifugaji. Tumeshaona matunda kwa watoto wachache ya kifugaji waliosoma, wamekuja wamesaidia jamii. Lakini pia tunapowaona mashirika ambayo wanaelimisha jamii, mimi ninawahimiza kwamba wasichoke. Lakini naomba siku moja wakae na Malaigona ni kwenye semina kwa ajili ya wao kupata elimu hii mnayotoa ndani ya jamii. Shirika lisilokuwa la serikali la Okoa New Generation pamoja na Asante Africa wanaunga mkono serikali kuhakikisha mtoto wa kike anafikia ndoto zake. Kama ambavyo tunajua kwamba sheria ya Tanzania iliweza kubadilika na kutoa fursa kwa watoto kurudi shuleni, sisi kama shirika tunaona kuna umuhimu. Kwanza kwa sababu wafundisha watoto wa kike kuwa viongozi. Timu ya leo inasema the girl I am the change I lead, kwamba tunajua watoto wa kike ni viongozi na wanaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii ambazo wanatokea. Kwa hiyo tunaamini mtoto wa kike akirudi shuleni ataweza sio tu kutimiza malengo yake, lakini pia kubadilisha mtazamo na kubadilisha changamoto kuwa fursa kwenye familia ama jamii ambayo ametokea. Ni vema pia tuwakumbuke watoto wa vijijini, na katika watoto hawa vijijini tumekumbuka pia watoto wenye ulemavu. Shule hii ambayo tumekutanika leo ya Manyara ni shule ya watoto wenye ulemavu, lakini kikubwa tunachopaza sauti ni kuhusiana pia na waraka wa serikali uliotoka kuhusiana na watoto wenye ujauzito kurudi shule. Na katika hivyo basi, kama mlivyoona tukio la leo, mmeona kuna watu wamesaini, akiwemo afisa elimu wa wilaya akiwakilisha halmashauri ya wilaya ya Monduli, akisaini kwamba anajikomiti kutetea elimu ya mtoto wa kike mpaka amalize sekondari. Kwa upande wake, kaimu afisa elimu sekondari wilaya ya Monduli anazungumzia umuhimu wa ushirikiano huo. Na nikiwa kama afisa elimu nimeona kwamba wadau wetu hawa ni muhimu, tusaidiane nao kuwapa ushirikiano wa bega kwa bega ili waweze kufanikisha azma ya mtaasisi zao. Lakini si bure tu, tunaona kwamba faida kubwa ambayo tumeipata kwao, wanafunzi wetu wamefanya vizuri
hasa kwenye matokeo ya kidato cha pili, kwa matokeo ya kidato cha 4 na hata matokeo ya kidato cha 6. Kwa hiyo naweza kuthubutu kusema kwamba kwa namna ambavyo tunaendelea kuona mashirika haya yakifanya kazi na sisi, yametuletea faida kubwa kwa wilaya Monduli. Yesama Mbelo, TBC, Arusha.